Karibu katika sehemu ya 3 ya uandishi wa insha ya mjadala ambayo ni mwili. Mwanafunzi anafaa kufahamu hivi. Mwanafunzi anafaa kujadili pande mbili ambazo ni moja ya kuunga mkono na pili ya kupinga. Hoja ziandikwa katika aya na za kila upande kwa pamoja. Kwa mfano, unaweza anza kueleza hoja za kupinga kisha ueleze hoja za kuunga mkono au mada husika. Toa hoja ambazo ni zenye uhalisia ama uwezekano. Katika lugha ya Kimombo tunasema realistic. Mfano wa mwili kwa kurejelea anwani ya nyumba za bei nafuu ni za kunufaisha maskini. Kwa hivyo unaweza kupinga ama kuunga mkono, lakini katika mjadala unaandika hoja zote. Kwa hivyo tutaanza na hoja za kuunga mkono. Nyumba za bei nafuu ni za kunufaisha maskini kwa sababu unatia pale koloni, maana unaanza kuorodhesha hoja za kuunga mkono. Moja ni zinahitaji pesa kidogo za kuwekeza ili kupata nyumba hizo. Baadhi ya wananchi wengi wana uwezo wa kupata asilimia ndogo ya fedha ili kusajiliwa kuhifadhi nyumba hizo baadaye. Hoja ya pili ni rais aliwaahidi 10% ya wachochole waliojisajili wa kwanza kupata nyumba za bei nafuu bila gharama yoyote. Watu hao watatunukiwa kila mtu chumba bila malipo. Hivyo basi wachochole hao watakuwa wamepata hadhi ya juu. 3, wenyeji maskini katika eneo ambazo mradi huu unaendeshwa watakuwa mstari wa kwanza kupokea nyumba hizo. Nyumba za bei nafuu zinajengwa karibu na maeneo yenye makazi duni ili kufaidisha watu hao. Mfano wa baadhi ya watu waliofaidika ni wa eneo la Mukuru wajenga. Hoja 4, nyumba za bei nafuu ni zenye vyumba vichache kama viwili ili kusitiri asilimia kubwa ya maskini katika makazi duni. Ujenzi wa vyumba vichache utasaidia uwepo wa vyumba vingi kunufaisha maskini wengi. Kwa hivyo nimepeana hoja 4 kwa kumaanisha kama napinga na nufaisha maskini, hoja hizo zingine za kupinga zitakuwa nyingi. Jina langu ni Mwalimu Linda. Like and subscribe.